Wahdashi TV Online, ukweli na uhakika. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma as-salatu was-salamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-khullasil muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ndugu zangu, tungali tukiendelea katika mfululizo wa masomo yetu yanayozungumzia kuhusu malezi ya watoto, na tupo katika kumzungumzia baba, daurul abi fi tarbiya, jukumu la baba katika malezi au wajibu wa baba katika malezi. Nukta ambayo tumeishika na tumeanza nayo ni nukta ya al-ifratu wa tafrit, kupitiliza, yani ziada katika malezi au kupuuza vitu katika malezi, ambapo tumezungumzia katika masomo aliyopita kwamba nukta hizi zinasababisha madhara kwa mtoto. Wakati mzazi anamlea mtoto, hatakiwi afanye vitu vya kwa kupitiliza ziada, lakini pia hajakatazwa akapuuzia. Anachotakikana atembee kwenye njia ya wastani, amlee mtoto kwa wastani, upendo wa wastani, kumfuatilia kwa wastani, ulinzi wa wastani. Asipuuze pia akamwacha huru, akamnyima upendo, akaacha kumfuatilia. La, atembee wastani, kila kitu akifanye kwa kipimo kwa mtoto wake. Kwa hiyo tukazungumza eneo la afya, tukaangalia eneo la kwanza, na tukaja tukazungumza eneo la pili ambalo ni eneo la kumjali mtoto, al-ihtimamat. Na leo tutazungumzia eneo la tatu ambalo mzazi hatakiwi kupitiliza, kuwa na malezi ya ziada kwa mtoto, lakini pia hatakiwi kupuuza katika malezi ya kumlea mtoto. Na eneo lenyewe tunaliita ad-da'mu, msaada kwa mtoto, namna ya kumsaidia mtoto. Mtoto pia anahitaji msaada na faraja kutoka kwa wazazi wake. Inafaa aendelee na maisha yake huku akiwa na uhakika wa msaada wa baba na mama yake. Akianza maisha yake, atakiwa aachwe aendelee na maisha yake kama kawaida, lakini atakiwa mtoto ule awe ana uhakika ya kupata msaada kutoka kwa mama yake na kutoka kwa baba yake, na ajisikie kuwa atasaidiwa atakapokumbana na changamoto katika maisha. Ajisikie na ajue kwamba nikikumbana na changamoto yoyote kwenye maisha yangu, basi kuna baba na mama, nikirudi kwao watanisaidia. Lakini kwa masikitiko makubwa, kuna baadhi ya wazazi wanaacha kuwasaidia watoto wao mapema sana, wakidhani kwamba watoto wameshakuwa wakubwa na wanaweza kujitegemea, wanawaacha mapema mno. Hii ni hatari ndugu zangu, hii ni hatari. Lakini kwa upande wa pili, kuna wazazi wengine hupitiliza katika msaada, namna ambavyo wanawasaidia watoto, wanawasaidia kupitiliza kiasi cha kumfanya mtoto awe tegemezi kabisa na kupoteza uhuru wake katika mambo makubwa na katika mambo madogo. Mzazi anamsaidia sana mtoto kila kitu, hata mtoto tayari ameshakuwa mkubwa, anatakiwa kuanza maisha yake. Utakuta kuna baadhi ya wazazi bado wanaendelea kuwashika wale watoto na kuwasaidia kila kitu. Hii nayo ni hatari, kwa sababu huku ni kupitiliza na kutamfanya mtoto awe tegemezi kabisa katika maisha yake na kupoteza uhuru wake katika mambo tofauti tofauti kwenye harakati zake za maisha. Kimsingi kabisa, mtoto anatakiwa apate msaada kutoka kwa wazazi wake, lakini usiwe ni msaada wa kupitiliza kiasi mpaka mtoto akaharibikiwa akawa lezi. Na tunaposema mtoto anahitaji msaada wa wazazi, maana yake ni kwamba mtoto anatakiwa ajue, nikishindwa nina wazazi wangu watanisaidia. Tunaposema kwamba mtoto anatakiwa asaidiwe na wazazi, tunamaanisha mtoto atakiwa ajue kwenye maisha yake
kwamba nikishindwa nina wazazi wangu, nikirudi watanisaidia. Hii humpa usalama wa kihisia, humpa mtoto yule kujiamini, na humpa vile vile udhibiti wa moyo. Tatizo la wazazi wengine huacha msaada mapema, kama tulivyozungumza. Mtoto akifikisha miaka fulani tu anaambiwa jitegemee mwenyewe kabisa bwana, anza kujitegemea kabisa, hata bila ya maandalizi ya kihisia. Yule mtoto bado hajaandaliwa kwamba ukifika umri fulani kwenye mambo haya utaanza kujitegemea. Mapema kabisa ule mtoto akifikia umri fulani anaambiwa na wazazi jitegemee kabisa, hawajamuandaa. Hii ni hatari. Kwa nini ni hatari? Ni hatari kwa sababu mtoto huhisi ametupwa na wazazi bado mapema kabisa. Anatakiwa awe chini ya kivuli cha wazazi wawili, lakini wazazi humtupa mapema. Mtoto na yeye huhisi kwamba hapa wazazi wamenitupa. Na hatari nyingine, mtoto huanza kujihisi kwamba hana thamani. Kwa nini ameachwa mapema sana? Aanze kujitafutia na kujitegemea, lakini pia anaona sina msaada. Watoto hawa mara nyingi wakiondoka kwenda kutafuta maisha, ndo wale mtawatafuta sana, hawawezi tena kukumbuka nyumbani, wanapotea moja kwa moja, kwa sababu mazingira haya yametengenezwa na wazazi. Tukiachana na hilo, kuna wazazi wengine pia hupitiliza katika msaada. Kila kitu utakuta baba anafanya kumfanyia mtoto, kila kitu utakuta mama anatatua kumtatulia mtoto. Mtoto anabakia hana uwezo wa kufikiri, hafikirii chochote katika maisha yake. Matokeo yake sasa, mtoto yule anakuwa tegemezi mno katika maisha. Hawezi kusimama mwenyewe akafanya mambo, na wakati mwingine huogopa majukumu. Kutokea majukumu yakimbia, huogopa maisha, huogopa changamoto. Kwa sababu gani? Wazazi walisimama. Kila tatizo mama alikuwa akimtatulia, kila jambo baba alikuwa akimfanyia. Kwa mfano, kijana amegombana na mwenzake, wamegombana ugomvi kidogo tu, kijana ule anashindwa kutatua ugomvi wake baina yake na mwenzake, mbio anakimbilia kwa wazazi, kimbilia kwa baba, ima atakimbilia kwa mama. Hawezi kufanya maamuzi kwa sababu hajafundishwa uwezo wa kujisimamia. Wazazi walimfanyia kila kitu, matatizo yake waliyatatua wao, mambo yake ya muhimu na wajibu kufanya mwenyewe alifanyiwa. Kwa hiyo hii huja kumuharibu mtoto, na ndio maana tukasema kupitiliza kwa ziada katika malezi kwenye nyanja fulani kumdhuru mtoto, na kuacha kabisa ukapuuza pia huleta madhara. Kwa hiyo ni kweli kabisa ndugu zangu, watoto wanahitaji msaada wa wazazi, lakini wazazi wasipitilize katika huo msaada ambao watamsaidia mtoto, na wala wasipuuze kuwapa watoto wao misaada. Wasimame katikati, kwenye wastani, kwenye njia ya uwiano wa kubalance. Yani wasaidie, wafanye jambo hili kwa wastani na wafanye jambo hili kwa wastani, wasipitilize na wala wasipuuzie. Kwa hiyo hili ni eneo la namna ya wazazi kuwasaidia watoto, ambalo ni eneo letu la tatu katika yale maeneo ambayo wazazi walezi wanatakiwa wawe makini wanapowalea watoto, wasizidishe na wala wasiache wakapuuzia. Tuungane tena katika mafunzo yetu katika kipindi kinachofuata, ili tuweze kujifunza namna bora ya kuwalea watoto wetu. Asanteni na nawashukuru sana kwa kunisikiliza. Wahadashi TV Online, ukweli na uhakika.